Juma, jana ulichelewa sana kurudi bila taarifa. Tabia hii si nzuri. Mnaniuliza maswali mengi sana. Mimi si mtoto tena. Heshima bado ni muhimu mwanangu. Sisi ni wazazi wako. Heshima? Mnanikandamiza tu. Mimi najua maisha yangu. Juma yuko chuo sasa, ni mwaka wa kwanza kwake. Bash! Oh yeah! Leo ni siku ya sherehe ya kuwakaribisha wanafunzi wa mwaka wa kwanza. Let's get this party started! Magari yamewasili katika hosteli zao kuwachukua kwenda kwenye sherehe. The party begin. We're here. Let the party begin. Wamefika na kuelekea ukumbini. Everybody jump right now! Juma anakunywa pombe sana. Anatoka nje, anataka kupita juu ya bwawa, anazama. Wenzake wanaendelea kucheza mziki ndani, anakosa msaada. Wahudumu wa hoteli wanagundua baada ya muda mrefu kupita. Kutoheshimu wazazi kuna kuondolea heri, mambo mazuri au baraka, na wakati mwingine kuna kufanya usiwe na maisha marefu. Neno la Mungu katika Waefeso sura ya 6 mstari wa 2 hadi wa 3, neno linasema, waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri, ukae siku nyingi katika dunia. Baraka ni kitu cha kukigombania. Kijana, watii wazazi wako na mtii Mungu ili upate baraka. Dalili ya kuonyesha mtu ana laana ni pale kujikuta anapenda vitu vibaya vya kumrudisha nyuma. Vitu hivyo ni kama kujikuta kupenda kuvuta bangi, kutumia madawa ya kulevya, hiyo ni laana. Pia mtu kujikuta anaingia katika masuala ya uzinzi, upiganaji, ugomvi, chuki, fitina, masengenyo, yote hiyo ni laana. Aliyebarikiwa hana mbegu ya kurudi nyuma au kumrudisha mtu mwingine nyuma. Pia dalili nyingine ya laana ni mtu kujikuta anajiingiza kufanya kazi haramu kama wizi, ukahaba, kujiuza, ujambazi, uuzaji wa madawa ya kulevya, wizi wa mali ya umma, taasisi, kampuni na kadhalika. Watu wa jinsi hii tayari kuna laana imewashika. Au mtu kujikuta ameingia katika kutukana matusi. Tena wengine wanatukana matusi ya kuwafunua wazazi wawili kwa kutaja sehemu zao za siri. Watu hawa nao tayari wapo kwenye laana. Au kujikuta mtu anaingia kwenye tabia mbaya kama kumpiga mke wake, mke kutomheshimu mume. Watu wote hawa pia wapo kwenye laana, maana kwa kufanya hivyo waweza kuua au kuvunjika kwa ndoa. Duniani kuna vitu vikubwa vya aina mbili ambavyo ni laana au baraka. Mtu lazima atembee kwenye njia moja, laana au baraka. Kuonyesha unatembea njia gani inajidhihirisha na mtindo wa maisha ulioupenda na kuchagua. Upo mtindo wa maisha wa laana na mtindo wa maisha wa baraka. Mtu lazima awe kwenye mtindo mmoja. Mtu anaweza akawa na mali lakini ana laana. Ndio pale anakuwa ana mali lakini hana amani. Kuna kitu kinamsumbua na kumkosesha raha. Maana neno la Mungu linasema, baraka ya Bwana hutajirisha wala hachanganyi huzuni. Kwa hiyo unaweza ukatajirika kinyume na Mungu, lakini utakuwa na huzuni. Hiyo ndiyo laana yenyewe. Maneno haya ni ya upendo. Mungu bado anakupenda. Bado unayo nafasi ya kujitoa katika laana kama uliwakosea wazazi, wananchi na Mungu. Basi tubu kwa Mungu sasa. Sema, Mungu, naomba unisamehe, nimewakosea wazazi wangu, mke wangu, mume wangu, majirani zangu, ndugu zangu. Nimeukosea umma na nchi yangu. Nimekukosea hata wewe Mungu, uliyeniambia niwaheshimu baba na mama, nisiibe, nisiue, nisizini, nisiseme uongo, nisimtamani mke wa jirani yangu hata na mali zake. Lakini mimi nimevunja amri hizo na maagizo yako mengine. Mungu, naomba unisamehe. Ondoa laana juu yangu.
Kwa kufanya hivi, utakuwa umepona. Kisha usirudi nyuma tena, badilika na anza maisha mapya.